Hali gani mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Igama TV popote pale ulipo katika nchi ya Tanzania, huenda na nchi za nje pia, nipende kukualika katika mkoa wa Dodoma ambapo tumekuwa katika kanisa la Nguzo Mbili SDA ambapo tumekuwa na sikukuu za vibanda, na mbele yenu hapa tupo na dada yangu hapa ambaye amekuwa akifuatilia vipindi mbalimbali katika sikukuu za vibanda katika mtaa wa Nguzo Mbili. Dada yangu, ningependa kukufahamu, jina lako naitwa nani? Jina langu naitwa Islam. Wewe unasali kanisa gani? Nguzo Mbili. Nguzo Mbili. Na ninaamini umehudhuria siku 7 zote. Ndio. Ninatamani kufahamu machache, angalau mlikuwa na moto gani ambao umetembea nao katika juma hili la makambi? Namshukuru Mungu, moto ulikuwa ni mkubwa sana. Ndio. Tulikuwa na kasi. Tumeenda vizuri, njema kumshukuru Mungu. Tulikuwa na neno tunakwenda kumsubiri Yesu. Okay, asante. Okay, ninashukuru sana kwa kufahamu, lakini pia ninaamini ni mengi ambayo mmeyapata katika makambi haya, lakini zaidi, je, ni mambo gani ambayo sasa unatamani kuwaambia wale ambao hawakuhudhuria katika makambi haya? Makambi yetu yalikuwa na mambo mengi. Tumesali vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kila kitu kimeenda vizuri. Katika makambi haya nilipata tena nafasi ya kukutana na dada yangu kutoka katika mtaa wa Nchuka katika kanisa la Kidachi, ambaye tutazungumza naye machache, ambaye amekuwa mgeni katika kambi hili. Naye pia samani, unaitwa nani? Jina langu naitwa Priska Ibrahim Mugani. Ndio. Ni mwimbaji wa Kidachi SDA kwaya. Ndio. Ni mkazi wa huko. Karibu sana dangu. Karibu sana. Na ninatamani kufahamu machache. Katika kambi hili ni mambo yapi ambayo umebarikiwa nayo kutoka kwa wahudumu wetu ambao walikuwa katika kambi hili? Kuna mambo mengi sana ambayo nimebarikiwa katika kambi hili la Nguzo Mbili. Hasa sana katika mahubiri makuu. Ndio. Mhubiri mkuu amekuwa akinibariki sana na masomo yake ambayo yamenitoa kwenye namna moja kwenda kwenye namna nyingine. Nimebarikiwa sana, lakini pia ambacho nimebarikiwa kipindi cha uimbaji na kipindi cha mgawanyiko kwenye madarasa. Katika madarasa yetu tumeenjoy sana, tumefurahia. Ninaamini bado hujaingia kwenye swala la familia, lakini ninaamini kuna mambo mengi ambayo umejifunza katika masomo haya. Ni yapi ambayo unawaasa vijana ambao bado sasa angalau wanakwepa kuingia kwenye madarasa? Ni mambo gani unawaasa, unawakumbusha zaidi? Kitu ambacho napenda kuwakumbusha na kitu ambacho tumekuwa tukijifunza kwenye hayo madarasa ni namna ya kutafuta mwenzi aliyokuwa bora. Yaani kitu ambacho tulikuwa tunatiwa moyo, tusikate tamaa, tutafute wenzi ambao ni bora. Kama muda umefika na unaruhusu, tutafute wenzi waliokuwa bora, hasa tukaambiwa kwamba tutafute wenzi ndani ya kanisa, tusitoke nje ya kanisa. Ninatamani kufahamu machache. Je, kuna madhara gani kwa vijana ambao huenda wanatamani kuingia kwenye mahusiano na watu ambao sio wa imani yao? Hiyo ina madhara makubwa sana, kwa sababu unapofungiwa nira na wasioamini, matokeo yake yatakuja baadaye. Kwa sasa hivi unaweza usiyaone, lakini matokeo yatakuja baadaye. Ina madhara makubwa sana, na ndio maana tumehaswa sisi kama vijana tuoane ndani ya kanisa. Ninashukuru sana dada kwa ushiriki wako katika makambi haya. Ni mambo gani sasa unajaribu kuwakumbusha angalau wale ambao hawajafika katika kambi hili? Kwanza napenda kuambia kwamba ambao wamekosa katika makambi haya ya Nguzo Mbili wamekosa vitu muhimu sana na vya msingi, kwa sababu mambo yaliyokuwa yanaendelea hapa na masomo yaliyokuwa yanaendelea hapa ni mazuri sana. Hivyo napenda kuwakumbusha kwamba makambi mengine yanapotokea wasipange kukosa, kwa sababu kuna masomo mazuri, watajifunza na watabarikiwa. Ninaamini umezingatia zaidi mafundisho kuhusu swala la mahusiano katika darasa la vijana. Ninaamini tunatarajia kupata mafanikio makubwa sana kabisa. Tutarajia kupata mafanikio makubwa kwa sababu mafundisho tuliofundishwa pale kiukweli yametujenga sana. Ninashukuru sana, ubarikiwe sana. Amina. Karibu tena wakati mwingine tutakapokuhitaji tena. Asante. Karibu sana. Asante. Karibu sana.